mateso, kifo na ufufuo wa Kristo Yesu. Wiki hii yote imekuwa wiki ya tofauti katika ulimwengu, na katika kutafakari nimeiona imekuwa wiki mateso kwa shetani na watu wake katika ulimwengu. Kwa sababu imekuwa wiki ya watu ambao wamekaa kwenye maombi, kwenye namna ya kumuinua na kumtukuza Mungu, kwenye namna ya kutafakari ukuu na uweza wa Bwana na utendaji wake, lakini kutafakari namna ambavyo nini wanaweza kufanya kwa ajili ya kuleta mageuzi katika ulimwengu wa roho. Na imekuwa ni wiki ambayo shetani na watumishi wake wamekuwa kihangaika. Nilizungumza juzi Ijumaa kwamba inategemeana sasa wewe mambo haya unayachukulia vipi katika wafu. Kwa hivyo mateso, kifo na ufufuo wa Kristo Yesu vimetuleta karibu na mateso, kifo na ufufuo wa Kristo Yesu vimetuleta karibu na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika sura ya 3, tumoja tusomee sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 22. Aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Yaani mtu mwenye haki akakubali kujitoa, akakubali kuteseka, akakubali kunyanyasika, akakubali kudharauliwa, akakubali kutukanwa. Lakini hayo yote ni kwa ajili ya asiye na haki, ni kwa ajili ya mwenye dhambi. Alikubali hayo yote kwa ajili ya kwako na kwa ajili yangu ambao tulikuwa wenye dhambi na hatukustahili. Lakini yeye aliyekuwa anastahili na mwenye haki aliamua kujitoa, kukubaliana na mateso kwa ajili yetu. Ilimlazimu afanye maamuzi magumu ya kwamba akubaliane na mateso na akubaliane hata na kifo, kusudi sisi atulete tu karibu na Mungu, atulete kama ndani yake wachache, yani watu wa 8 waliokoka kwa maji. Unaona kazi katika kizazi cha Nuhu, wakati anahubiria watu waingie kwenye safina, watu walifanya migumu mioyo yao, hawakumtii Mungu, lakini watu wachache tu wa 8 waliokoka, waliamwamini, walimtii. Na hizi roho zingine zote zilipokuwa zimeelekea kuzimu, wakati wa mateso, wakati wa kifo, wakati wa ufufuo wake, Yesu aliziendea akazihubiria habari njema za ufalme wa mbinguni. Yaliyompata Yesu, hizo unaowaokoa ninyi, ni ubatizo unaotuokoa sisi pia siku hizi tulizo nazo. Kuokoka kwetu katika siku hizi tulizo nazo sio kuweka tu mambo machafu mbali na sisi na miili au mambo ya mwili, lakini jibu la dhamiri safi mbele za Mungu, hali ya kukubali, hali ya kujitoa, hali ya kunyenyekea, hali ya kutii mbele za Mungu. Hiyo ndilo jawabu la wokovu wetu mbele za Bwana. Pamoja na kuacha mambo mabaya na machafu mbali, mambo ya mwilini, lakini nafsi zetu na roho zetu, namna zinavyomkubali, namna zinavyomtii, namna zinavyojitoa kwa ajili ya Mungu, ndio jibu kamili. Kwa sababu tunaweza tukayaacha hayo tunayoyaona kama ndio maovu na dhambi, lakini dhamiri za mioyo yetu zikawa zaidi ya hayo. Sasa ndio Petro anasema mambo hayo ya mwili ndio tunayaacha mbali, lakini
dhamiri zetu zina majibu gani kuhusu Mungu? Yaani wewe dhamiri yako inasema nini? Inasema nini kuhusu mazingira ulionayo? Nafsi yako inasema nini kuhusu maisha ulionayo? Inasema nini kuhusiana na wokovu wako? Dhamiri yako mwenyewe inakuambiaje kuhusu Mungu? Inakuambiaje kuhusu utumishi wako? Dhamiri yako mwenyewe, maana hiyo ndiyo yenye jibu kamili kuhusiana na wokovu wako. Si kuyaacha mabaya. Pamoja na kuyaacha mabaya, nini dhamiri yako inazungumza? Naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. Kila kitu kikatiishwa chini yake. Jina la Bwana libarikiwe. Asha, naomba unisikilize vizuri, kwa sababu mateso na kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo kulileta matokeo makubwa katika ulimwengu. Jamani, amina. Kulileta matokeo makubwa katika ulimwengu, kwa sababu tunaona tumaini la uzima katika sura ile ya kwanza mstari wa 3. Tumepata tumaini la uzima kwa sababu ya kifo na ufufuo wake. Kama si hivyo, tusingalikuwa na uzima, tusingalikuwa na haki. Jamani, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Lakini mateso yake, kifo chake kilileta matokeo. Na hii sasa tunasema Mungu tuliye naye ni Mungu wa matokeo. Wokovu wako unaleta matokeo gani kwenye maisha? Kitu gani kinatokea? Na kitu gani watu wanaona? Na kitu gani watu wanajifunza kwenye wokovu wako? Maana pendo la ukombozi lilitokana na mateso na kifo na kufufuka kwa. Walipokuwa wamemuweka msalabani, mawazo yao na mitazamo yao wakasema wamemaliza kazi. Kumbe yale mateso yalifanya matokeo makubwa katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa damu na kifo kimeleta matokeo ya kumfanya kila mtu anayeingia kwenye kusanyiko apaone patakatifu pa patakatifu, aweze kuingia mbele za uwepo na utukufu wa Bwana, kwa sababu patakatifu pa patakatifu palikuwa panaingiliwa na kuhani peke yake, na alikuwa akiingia kwa sababu maalum ya kuleta upatanisho wa watu na Mungu, kuleta ondoleo la dhambi za watu kwa damu ya wanyama. Lakini mwanaume, roho inapomtoka msalabani, Biblia inasema pazia lile la hekalu likapasuka pa. Kila mtu atakaye muamini Yesu apate hiyo neema ya kuingia patakatifu pa patakatifu, kuingia kwenye uwepo wa Bwana. Kila mtu aweze kuwa na nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Kila mtu aweze kuwa na nafasi ya kujiombea mwenyewe. Kila mtu awe na nafasi ya kutubu mwenyewe. Kila mtu awe na nafasi ya kukiri mwenyewe mbele za Bwana ya kwamba nakuja mbele zako Bwana, nimekosea, naomba nirehemu, nisamehe, ninatubu. Hiyo nafasi haikuwepo wakati wa sheria, lakini wakati wa neema mwanaume anakata roho msalabani, pazia linapasuka, kwa ishara ya kwamba kila atakaye muamini na kumkubali anayo nafasi ya kuingia mbele za Bwana akajiombea mwenyewe, akatubu dhambi zake mwenyewe, akatakaswa mwenyewe, akasafishwa, akawa na kibali cha kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Unajua, wewe unapopita kwenye majaribu
Nasemaga mara nyingi, majaribu ni kivuko, ni daraja. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Mateso unaweza kukutana nayo ni kivuko chako, lakini wewe haujapata uelewa bado. Unapaswa uelewe ya kwamba majaribu ni sehemu yako, ni daraja lako la kuvuka kwenda ng'ambo nyingine ya pili. Wewe unaonaje kama utaishi tu hauna mapito yoyote, hauna majaribu yoyote? Nini kinaweza kikatokea? Na majaribu unayokutana nayo lazima yalete matokeo yenye utukufu kwa ajili ya Mungu. Unaweza kupita kwenye majaribu ya kukosa chakula, ni daraja hilo. Kuna namna unatakiwa uvushwe uende mahali pengine. Sasa shida tulionayo, tunataka kuvuka kwa haraka. Unaweza ukapita kwenye mapito ya kunenewa vibaya, ni daraja ya kupelekwa kwenye utukufu mwingine. Kwa hivyo lazima upate uelewa unapokutana na majaribu hayo na mapito hayo, uelewe ya kwamba ni daraja lako. Usimame hapo, umwangalie Bwana, umwambie Bwana, niko hapa. Jamani, amina. Unaweza ukapita kwenye jaribu la kukosa mavazi, kukosa chakula, kukosa fedha. Ni jaribu hilo, lakini ni daraja lako la kwenda kwenye utukufu mwingine. Sio nafasi ya wewe kuhangaika, ni nafasi ya wewe kuwa na utulivu na Bwana. Ni nafasi ya wewe kuwa na utulivu na Mungu. Ngoja nikuambie, tusipokuwa na uelewa, yani tutahangaika, tutateseka, tutataabika kwenye maisha haya mpaka Yesu anarudi.